Ghafla kitu kikubwa kilitokea na kila kitu kikabadilika. Hata wao hawakuwepo tena. Hawakuweko katika mwaka huu wa 2024 na hawakuweko kwenye onyesho la kitamaduni, wala hawakuweko katika kibanda cha jadi, na hawakuweko na hawe Chadi. Hawakuweko wakisikiliza hadithi zake, na hawakuweko wakirudia maneno yake. Hawakuwa sehemu ya utamaduni wake, na wala sio wao ambao ni sehemu ya utamaduni wake. Walirudi nyuma hadi mwaka 1930 na walikuwa katika kijiji cha mbali kiitwacho Mwanamwinga. Walikuwa kwenye jaa la taka. Pembeni kulikuwa na wazungu watatu wakizinduka kutoka usingizini nje ya vibanda vya Kigiriama jaani, na kwa pamoja walikuwa wamezungukwa na wanavijiji. Wanakijiji hicho wakishangaa kweli kweli. Walishtuka, wakapigwa na butwaa. Wanakijiji wakiwatazama huku wanawafokea. Hawakuwa sehemu ya utamaduni wao, na hawakuwa wale ambao ndio walikuwa katika kupepesa macho, na walikuwa katika mshtuko wa kitamaduni. Walikuwa katika mshtuko wa kitamaduni, na walikuwa kwenye shida, na walikuwa kwenye hadithi. Walikuwa katika hadithi ya Kilumengala. Kilumengala ambaye alikuwa ni mvumbuzi aliyebobea. Kuna nini huko Mwanamwinga? Haya, mbona kila mtu anaenda huko? Mambo haya ni makubwa, haya lazima yakangaliwe haya. Ajabu ni kwamba walilala peke yao, lakini asubuhi waliamuka hapo jana na vijana watatu ambao hawajulikani kama walitoka wapi. Wavulana wawili na msichana mmoja. Na majina yao ni ya watu wa huku, lakini hawajulikani kama walitoka wapi. Ajabu sana hii. Ajabu sana. Eti walilala peke yao nyumbani alafu wakaamka jaani. Na madhana zungariru. Madhana zungariru. Wale wasungu watatu waliolala nyumbani wakaamka jalani. Kaa kitako basi tusikilize yaliyomo. Kilumengala alihisi mshtuko wa ajabu akiwa amekaa pale chini jaani. Jamani, huku ni zamani sana. Kilumengala, mwana moto, mko wapi? Alitazama huku na huko na kuona kwamba yule msimulizi aliyewakaribisha hayupo. Badala yake aliona wazungu watatu, bibi mmoja na vijana wawili waliovalia nguo za kulala karibu nusu uchi bwana, na kuchanganyikiwa kabisa. Na watoto wana majina ya huku kwetu kabisa. Kilumengala ni mkisaiye. Kilumengala na marafiki zake walikuja kutambua baadaye kwamba walifanyiwa mtego wa kiuchawi na wanakijiji ili waache kazi yao ya kueneza Ukristo. Kilumengala alitazama kifuani mwake na kuona mnyororo wa dhahabu ukining'inia shingoni mwake. Na madhana zungariru. Ulikuwa na kishaufu chenye umbo la diski na alama za ajabu juu yake.
Aliigusa na kuhisi mwanga wa joto. Alijiuliza ni nini basi na kilitoka wapi? Kilumengala aliwatazama marafiki zake na kuona ya kwamba wao pia walikuwa na vitu vipya. Mwanamoto alikuwa na tarakilishi ndogo ya mkononi. Ilikuwa nyeusi na maridadi, ikiwa na skrini iliyoonyesha picha na maneno. Aligusa tu na akagundua ya kwamba inaweza kutambua magonjwa na majina ya mitishamba ambayo ina dawa za kuponyesha. Alishangazwa na kifaa hicho na kazi zake. Kilikuwa cha chaji ya jua. Vula naye alikuwa na bangili mkononi, ilikuwa ya fedha na ilikuwa na saa ndogo juu yake. Ilionyesha tarehe na wakati, Februari 19, 1930. Alishtuka na kutambua kwamba walikuwa wamesafiri kwenda nyuma, nyakati za nyuma kwa wakati mrefu. Alihisi hofu na msisimuko kwa wakati mmoja. Sasa basi, marafiki hao watatu walitazamana na kujaribu kuwasiliana na mateka wenzao. Hakukuweko na kizuizi chochote cha lugha, kwani ilikuwa wamewasili tu kutoka mwaka huu wa 2024 na walifahamikiwa na lugha ya Kiingereza kwa ufasaha. Hilo liliwashangaza wageni na kuwapa matumaini, kwa sababu walijua walikuwa wamepata wakalimani wapya. Yes, my name is Mwanamoto and this is a tablet. You don't know a tablet? Hawakujua ni nini kilikuwa kimetokea au jinsi ya kurejea kwenye wakati wao halisi. Waliamua kutulia na kuwa kawaida tu hadi wapate njia ya kutoroka. Nyavula mwanangu, umemwona huyo Nyavula mwenzako ambaye alifanya kuja? Nyavula wakuja. Ana bangilia ajabu. Walijiunga na mduara wa wasikilizaji na kujifanya kufurahia hadithi. Mwanaharakati alikuwa akisimulia kisa cha shujaa aliyejulikana kwa jina la Mekatilili wa Menza, ambaye alianza kupigania uhuru wa nchini Kenya kwa kumpiga kofi mzungu katika eneo la Shakahola huko Kilifi. Na kisa hicho bado kilikuwa kipya akilini mwa wengi waliokuwepo hapo. Ati yule anaitwa Kilumengala kama mimi. Kwa wapi lakini? Mekatilili wa Menza, wimbo wake ulikuwa kifudu. Kifaa alikuwa hapendi mchezo kabisa. Pia alisimulia kuhusu Mepoho. Basi kabla ya huyo Mekatilili huyo, kulikuwa na Mipoho huko Weruni, ambaye alitabiri kuja kwa ndege watu wanaongea kama ndege, ambao walitokea kwa wazungu kama hawa. Wazungu hawa alitabiri na alisema hataki kufa, aje aone vile mila zetu zilivyoachwa. Ndo alididimia na kiti chake pale Zizimo, pale Kaluleni Giriama. Alididimia akipigiwa ngoma zake. Alisema kutakuja haribika kabisa, kwe watu wameacha mila zao, watoto wanavuta tumbaku, na mimba watoto wadogo wanazaa. Kisha akatabiri huo ujenzi kisha akatabiri huyo nyoka mrefu. Shujaa mkongwe zaidi wa nchi ya Wagiriama, ambaye alitabiri kuja kwa nyoka mkubwa
ambaye angemeza na kutapika wanadamu njia yote kutoka baharini hadi ziwani. Utabiri huo ulikuwa umetimia tu katika ujenzi wa reli kutoka Mombasa hadi Kisumu. Sawa basi Nyavula, usiogope, utakaa kwetu. Wasikilizaji walitwekwa na maneno ya ishara zake. Walipiga makofi na kushangilia mwishoni mwa hadithi hiyo. Kisha basi, kwa ghafla tu, mwanaharakati akauliza ikiwa kuna mtu yeyote mwenye hadithi ya kusimulia. Kuna mtu yeyote hapo anayeweza? Katazama huku na huku, kisha macho yake yakatua kwa Kilumengala. Alitabasamu na kusema, wewe kijana, unaonekana una hadithi ya kusimulia wewe. Leo hapa mbele utuanulie hadithi yako. Usiogope. Kilumengala alihisi woga na asijue la kusema. Hakuwa na hadithi ya kusimulia wala hata moja ambayo ingeleta maana katika wakati huo na mahali hapo. Alijaribu kukataa, lakini wanakijiji walisisitiza. Alisema, usione haya, sisi sote hapa ni marafiki, na hadithi ni njia bora zaidi ya burudani na mafunzo. Mwambie hadithi yako. Kilumengala aliwatazama marafiki zake na kuona nao wana wasiwasi. Alijua kwamba alipaswa kusema jambo fulani, la sivyo uongeziwa shaka. Aliamua kujizatiti kubuni hadithi, kisha alitumaini kwamba haitakuwa ya kipuuzi sana au isiyoaminika. Sura ya pili inakaribia kufikia ukingoni, naye Kilumengala alitaka kutunza hadhi yake ya kujua yaliyoko sasa na mengi yajayo siku za mwisho. Kama vile Danieli wa Bibiliani alivyoashiriwa na malaika na kuambiwa, Danieli, tabiri maneno haya hadi siku za mwisho. Mene, tekeli na peresti. Hebu tuendelee na hadithi yetu ya Kilumengala. Kilumengala alisafisha koo lake na kuanza. Somelani Amiti. Hamjambo. Hadithi yangu ni ya kuhusu kijana mmoja ambaye alivumbua pato katika eneo la kutupa taka. Hadithi hii ya Kilumengala sura ya 3 itakujia hivi karibuni. Jiunge nasi basi kwenye channel yetu ya Hawe Chadi. Penda, sambaza.